Hello, habari ndugu zetu kutoka maeneo mbalimbali ambao mnatufuatilia katika kurasa zetu za mitandao yetu TikTok, WhatsApp, Instagram pamoja na Facebook. Tupende kuwashukuru kwa sababu mmekuwa makini sana kwetu na mmeweza kunufaika baadhi ya vitu kwetu na mmeweza kututambulisha zaidi na zaidi. Sasa leo nataka niwape tu elimu kidogo kwa changamoto ambao unakuta wanapata changamoto za nini, za kukosa hamu ya kula. Sasa leo nimewaletea kitu ambacho mnaweza kukifanya ukiwa nyumbani kwako. Wewe mwenyewe uko nyumbani kwako, umetulia, umekutana na hii changamoto, unaweza ukaifanya, ukajitengenezea mwenyewe hapo nyumbani kwako na ukaweza kutatua hii changamoto. Hili tatizo limekuwa ni kubwa sana na nimekuwa nikiulizwa maswali mengi sana ambao nikiwapa majibu watu wanafanyia kazi na kuweza kutatua hii changamoto. Sasa sio lazima kwenda kufanyeje, kwenda hospitali au kufanya vipimo. Kwanza huduma ya kwanza ukaipatia pale nyumbani kwako. Sasa iwe ni mtoto, iwe ni kaka, iwe ni dada, iwe ni baba, mtu yoyote yule anaweza kafanyeje, anaweza kutumia hii tiba kama hana changamoto yoyote. Umeelewa? Sasa kwa wale wote ambao mpo maeneo mbalimbali, hii elimu nitaitoa, lakini unao uwezo wa kupata tiba moja kwa moja, lakini leta leo nikufundishe ukiwa nyumbani kwako. Sasa sababu nyingi sana ambazo zinapelekea, kwanza tuanze kabisa, hii sababu inaanzia na nini mtu anakosa hamu ya kula. Hamu ya kula, kuna sababu nyingi zisizopungua kama 5 hadi 8. Kuna msongo wa mawazo ambao kuna stress au ndo hizo sonona hupelekea mtu kukosa hamu ya kula kabisa. Kuna magonjwa mbalimbali, mtu anaweza kaugua magonjwa wote ule, au homa au maambukizi, anaweza kukosa hamu ya kula. Mfano watu ambao wana tatizo la vidonda vya tumbo hupoteza hamu ya kula kabisa. Kuna wengine ambao unakuta wanaopo katika dozi, sasa zile dozi za antibiotiki zikiwa zina nguvu sana hupelekea kukosa hamu kabisa ya kula, au anapata kwa uchache mno, kwa hupelekea mwili kudhoofika na kukosa nguvu au kushindwa kuendelea na dozi moja kwa moja. Wengine wanakuwa na tatizo la minyoo au maambukizi ya tumbo. Umeona, unashauriwa kila baada ya miezi 3-6 utumie dawa ya minyoo, ili kwa sababu unapokuwa na hii changamoto hupelekea hata changamoto za ngozi pamoja. Ile tatizo la minyoo hupelekea tatizo la changamoto za ngozi na kukosa pia hata hamu ya kula na mambo mengine mengi. Pia wenye shida ya anemia ambao ni upungufu wa damu, nao pia huwa wanakumbana na hii changamoto ya kukosa hamu ya kula. Changamoto nyingine ambayo inapelekea mtu kukosa hamu ya kula ni mabadiliko ya homoni. Sasa unakuta pale kwa wanawake, mtu ana ujauzito au matumizi ya uzazi wa mpango, yani homoni zinapokuwa zina shake. Hata kwa mwanaume pia hupelekea shida hii moja kwa moja, kukosa hamu ya kula. Pia kuna matumizi ya pombe na uvutaji wa sigara. Hawa watu nao hupoteza hamu ya kula sana kwa sababu ya athari ya matumizi makubwa ya uvutaji wa sigara na matumizi ya pombe kupita kiasi. Na wale ambao wanakosa usingizi, umeelewa, wanakosa usingizi. Mtu akikosa usingizi, asilimia kubwa na yeye pia anapoteza hii hamu ya kula. Sasa unachotakiwa kufanya, umeona, ili kuondokana na hii changamoto ukiwa nyumbani kwako, hapo una mtoto mdogo anakosa hamu ya kula sana, na kufundisha kitu ambacho unaweza kufanya hapo nyumbani kwako. Sasa utatafuta parachichi, hata kama parachichi 5, utoe zile mbegu zake za ndani,
usage vizuri, usage upate unga. Au kabla ya kusaga unaweza kufanya kitu kimoja, ukachukua ile parachichi ukatoa zile mbegu, ukatoa ile magamba ya juu, ukaosha vizuri. Baada ya hapo ukakatakata, ukaanika kama siku moja nzima hivi. Baada ya hapo ukakatakata tena vidogo zaidi. Kama una blender nyumbani, ukaweka, ukasaga upate ule unga. Umeona, unaweza kuwa bado mbichi ndio, lakini vizuri kisaga ukiwa bado inaka ubichi fulani. Baada ya hapo utaanika. Ukianika itakapo kauka, rudia tena kusaga. Utaanika tena. Baada ya hapo unaweza ukachukua ule unga, ujitahidi ikauke vizuri, alafu ukiisaga, isage kwa mara ya pili, isage ikiwa iwe na ulaini kabisa moja kwa moja. Uwe na uwezo wa kupata ule unga wenyewe. Sasa unachotakiwa kufanya, ukishapata ule unga, utunze vizuri kwenye kopo. Baada ya hapo unakuwa unaramba ule unga, sio mchungu wala una shida yoyote. Unaramba, unachota kijiko kimoja, kijiko kidogo cha chai unakitafuta, unachota huo unga ambao ni nusu kijiko kidogo cha chai, unaramba. Unaweza kulamba mara 3 kwa siku. Hivyo inakuwa ni continuous. Kwa hiyo sasa, kama utahisi tatizo linaendelea, basi ni muhimu kwenda kupima, kuangalia ni sababu gani ambazo zinapelekea kukosa hamu ya kula. Lakini kama sio changamoto kubwa, basi ndani ya masaa 24 hadi 72 unao uwezo kupata hamu ya kula vizuri tu, pasipo kuwa na shida, hasa kwa watoto wadogo, hasa kwa watu wazima, mtu yoyote yule, jinsia zote anaweza kutumia. Sasa zipo faida nyingine ambazo zinaweza kupelekea matumizi ya unga parachichi. Umeelewa? Hii parachichi ni mafuta mazuri, ni chanzo cha mafuta mazuri sana kwenye parachichi, ambao inasaidia kwa watu changamoto ya moyo na kupunguza changamoto zote zile ambazo za mafuta mabaya ambayo tunaita bad cholesterol. Wengine changamoto nyingine usaidia kumeng'enya chakula vizuri. Wala ambao unakutana pale choo kigumu, hii inasaidia. Unapotengeneza hii, ukilamba, inasaidia kupata choo laini. Inaongeza kinga ya mwili kwa sababu ina wingi wa vitamin E ndani ya ule unga. Kwa unaweza kutumia, itaongeza kinga ya mwili vizuri sana. Pia nyingine usaidia afya ya ngozi na nywele. Unakuta ni changamoto ya nywele, ngozi halala, hii unavyoitumia kwa kulamba itasaidia sana kuondokana na hiyo changamoto. Pia kingine usaidia kudhibiti sukari ya damu. Kwa changamoto ya kisukari, nadhani kama umeshapata tiba, hii itakusaidia sana. Ukiwa nyumbani kwako itengeneze, hata ukinywea chai sio mbaya. Itakusaidia sana kuondokana na changamoto ndogo bila kufika hospitali au kutoa pesa yako. Pia inaongeza nguvu na afya kwa ujumla, kwa sababu inaimarisha mzunguko wa damu vizuri, kwa sababu unakuta mle ndani kuna vitamini B, kuna potassium na madini muhimu mbalimbali ambayo za kusaidia. Unaweza ukachanganya na uji pia, ule unga wake, au maziwa au chai pia, haina shida. Unaweza kwa wale ambao hawana tatizo la hamu ya kula, kwa matumizi mengine, unaweza kutumia hata kijiko kimoja kwa siku. Yani means kijiko kimoja kwa siku, hata kwenye chai yako asubuhi, au hata viwili asubuhi na jioni, haina shida. Ni nzuri kwa afya na itakusaidia. Kwa wale ambao ni watoto pia ni nzuri sana, imarisha hata afya ya akili na ubongo pia. Kwa hiyo ni tunda zuri sana ambao nimependa kuwaletea hapa ndugu zangu, wafuatiliaji wetu wa Hajazi Nutrition Solution. Itakusaidia sana wewe kama mwanafamilia wa Hajazi Nutrition Solution kutatua changamoto mapema sana. Endelea kutufollow, comment na kushare elimu zetu. Pia subscribe akaunti yetu ili uweze kupata elimu mpya kila siku tunapokuwa tukipandisha. Unakuwa wa kwanza tu kupata elimu mpya pale unapo subscribe channel hii. Tupo Mwanza Misungu, tunahusika na changamoto mbalimbali, kutatua changamoto mbalimbali za afya, matatizo ya uzazi, sukari, pressure, vidonda vya tumbo, tezi dume. Tupigie kwa namba za simu 0717 78 2727 au 0623655706.
Asanteni sana, na wakaribisha ofisini kwetu kwa huduma nzuri zaidi.